Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana libarikiwe. Na wasalimu ndugu zangu katika Kristo mahali popote mliko. Matumaini yangu ni kwamba nyote mwazima pamoja na familia. Niko mbele zenu katika muda huu, naweza kuchukua nafasi ya kuweza kujibu katika lile swali ambalo niliweza kuuliza siku ile, na nikasema ya kwamba nahitaji niweze kupata jibu yako kwenye comment. Niseme na washukuru nyote ambao mliweza kutuma majibu yenu kwenye comment. Mungu aendelee kuwabariki. Lakini na pia Mungu aendelee kuwabariki nyinyi nyote ambao mlipata fursa ya kuweza kusikiliza lakini hamkuweza kupata nafasi ya kuweza kujibu kulingana na changamoto moja ama nyingine. Mungu pia aendelee kuwabariki. Lakini pia Mungu aendelee kuwabariki wote ambao niliweza kupata simu zao na wakaweza kunijibu kupitia simu moja kwa moja. Kiukweli Mungu aendelee kuwabariki. Lakini katika siku ya leo nahitaji niweze kujibu katika mawili matatu ambayo Roho Mtakatifu ameweza kutupatia katika siku ya leo, tuweze kusaidiana katika njia moja ama nyingine. Swali langu ambalo niliuliza siku ile, niliuliza ya kwamba wokovu ni nini? Na nikasema ya kwamba wokovu sio kuingia kanisani wala wokovu sio kubatizwa. Kwa sababu kuna watu wengi ambao huaga wanafikiria kwamba kuingia kanisani ama kubatizwa ndio wokovu. Kuingia kanisani, kubatizwa na wokovu ni vitu ambavyo viko tofauti. Sasa kwa siku ya leo nataka ni ufafanue kidogo, na nitaomba Mungu aweze kukusaidia uweze kuelewa maana ya wokovu, na nikutofautishie mtu ambaye ameokoka labda na mtu ambaye labda anaingia kanisani lakini hajaokoka, ama mtu ambaye labda amebatizwa lakini hajaokoka. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi na wewe tunajua kwamba Yesu ndiye Bwana wetu ambaye alikuja kutuokoa. Ni kweli. Tumeokolewa kupitia Yesu Kristo. Kama Yesu Kristo asingekuja, mimi na wewe tusingeokolewa. Lakini pia Yesu alikuja, kuna kazi kubwa mbili ambazo Yesu Kristo alikuja kuzifanya katika ulimwengu huu. Kitu cha kwanza ambacho Yesu alikuja kukifanya, alikuja ni kuleta wokovu kwangu mimi, kwako wewe. Lakini pia sio wokovu tu. Kitu kingine ambacho alikuja kukifanya ni kuweza kuleta ukombozi kwangu mimi na wewe. Kwa sababu kuna tofauti ya wokovu na ukombozi. Wokovu Yesu alifanya katika muda wa miaka 3. Ule muda ambao alikuwa akifundisha, ule muda alikuwa akifanya miujiza na vinginevyo, alikuwa akitoa neno na kuambia watu kile ambacho wanatakiwa kufanya, na kuambia watu ya kwamba kile ambacho hawatakiwi kufanya. Hiyo hatua ambayo inakaa hapo ni kazi ya wokovu ambayo Kristo aliifanya kwangu mimi na wewe. Sasa inakaaje? Nataka nikueleweshe hichi kitu. Naweza nikaleta mfano. Kuna mtu ambaye anaweza kuwa anadaiwa na mtu fulani, na huyo mtu ambaye anamdai mwingine, ama nitoe mfano wako wewe, unaweza kuwa mtu anakudai, lakini huyo mtu ambaye anakudai anakuwa anapanga njama ya kuweza kuja usiku kukuingilia nyumbani, labda anahitaji kukuangamiza kwa sababu ni muda mwingi uko na deni yake haujalipa, anahitaji aweze kukuangamiza. Lakini pia kuna kuwa mtu ambaye amesikia mbinu ya huyo mtu ambaye anataka kuja kukuangamiza. Huyo mtu anakuja kukutaarifu ya kwamba leo usilale nyumbani kwako. Ukilala nyumbani kwako, fulani anakudai, ana mpango wa kuja kukuangamiza. Wewe unapokosa kulala nyumbani kwako, unapokimbia, yule mtu akija anakukosa, yule aliyekuja kukutaarifu hiyo taarifa amekuokoa. Amekuokoa na nini? Amekuokoa na mauti, amekuokoa na janga, amekuokoa na kifo ambacho kilikuwa kimetarajiwa. Kwa sababu yule mtu ambaye alikuwa anakudai alikuwa na mpango wa kuja kukuangamiza, lakini huyo mtu mwingine amekuja kukuokoa, amekuja kuokoa maisha yako ili usiweze kufa, uweze kuishi. Hapo tunakuja kuona ni wokovu unakaa hapa. Sasa huyu mtu amepataje wokovu? Huyu mtu wa pili amepata wokovu ni kwa sababu alikubali maneno ya huyu mtu na akakimbia sawa sawa na jinsi huyu mtu alivyomwambia. Huyo mtu akaokoka.
Lakini kama huyu mtu angekuja kumwambia kwamba mtu fulani anapanga kukuua na huyu mtu asikimbie, sidhani kama angeokoka, angekutwa na angeangamizwa. Sasa hapo ndo kunakaa wokovu. Sasa kitendo cha wewe kukubaliana na maneno ya huyu mtu na unatoka hapo, umeokoka. Umeokoka kupitia nini? Kupitia lile neno ambalo huyu mtu ameweza kukuambia. Ulipokubaliana na hili neno, moja kwa moja umeokoka. Lakini pale ambapo huyu mtu anakuambia hujakubaliana na hilo neno na wewe unaendelea kukaa hapo hapo, wewe hujaokoka. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa huyu mtu anaweza kuwa amekuokoa lakini hajakukomboa. Sasa kukomboa kuna kuweje? Kukomboa kunakaa wakati ambapo huyu mtu anajua labda unadaiwa $200 na huyu mtu anataka kukuangamiza kisa dala yake 200 ambayo wao unayo. Sasa huyu mtu anakuja, cha kwanza anakuokoa, anasema mtu fulani ana mpango wa kukuangamiza. Kwa hiyo siku ya leo usilale hapa nyumbani kwako, ondoka. Cha kwanza amekuokoa, umekubali maneno yake, umeondoka, umeokoka katika kile kifo ambacho kimekuja. Lakini huyu mtu anachukua zile $200, anaenda kwa yule mtu anamwambia usimwangamize fulani kwa sababu ya $200. Kwa hiyo ile $200 ambayo unamdai, nakupa pesa zako hizi, kwa hiyo huyo mtu usimdai tena. Sasa yule mtu anapokubali zile pesa, maana yake huyu mtu amekuokoa, lakini pia amekukomboa na ile deni ambalo ulikuwa unadaiwa. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndivyo Kristo alivyokuja kufanya. Kristo aliweza kuja kutukomboa katika mikono ya Ibilisi, katika mikono ya Shetani. Na alitukomboa na nini? Alitukomboa na mauti, kwa sababu tulikuwa tumetenda dhambi. Kwa sababu ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 16 hadi 17, utaona jinsi gani Mungu anamwagiza Adamu. Anamwambia ya kwamba matunda ya miti yote ya bustani waweza kula, lakini mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, siku utakapokula hakika utakufa. Kwa hiyo Mungu alisema ya kwamba siku mwanadamu atakapokula tunda, siku hiyo atakufa. Na kweli ndivyo ilivyokuwa. Siku hiyo hiyo mwanadamu akafa. Sasa mwanadamu alipokufa, kilichokufa ndani yake ni roho na nafsi, vikafa ndani yake, lakini mwanadamu huyo alikuwa hai. Kilichokuwa hai ni nini? Ni mwili, lakini kilicho ndani ya mwili kikakuwa kimekufa. Sasa ilibidi Kristo aweze kuja, aweze kumkomboa mwanadamu ambaye amekufa na kuweza kumuokoa ili aweze kuwa hai tena. Sasa alichokifanya, aliweza kutuokoa kupitia neno lake, kutuambia kwamba tubuni, maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Acheni dhambi zenu, acheni uchoyo, acheni chuki, acheni fitina. Hayo ni maneno ambayo Yesu aliweza kutuletea kwa kutaka kutuokoa. Lakini kwa kutaka kutukomboa, aliweza kutoa uhai wake, aliweza kutoa damu yake kwa kuweza kulipa. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa sababu ukisoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya 6 mstari wa 23, Biblia inasema kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo mimi na wewe, wakati tunapotenda dhambi, tunakuwa tumekufa. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna watu ambao wanaingia kanisani lakini bado ni watenda dhambi. Hao watu hawajaokoka. Kwa sababu mtu ambaye ameokoka ni mtu ambaye anakubaliana na maneno ya Yesu na kuacha yale ambayo alikuwa anayafanya. Unajikuta mtu anasema ya kwamba ameokoka, anaingia kanisani ndio, lakini huyo mtu anaendelea kuwa mzinzi. Itakuweje wewe ambaye ni mzinzi unasema ya kwamba umeokoka? Haijalishi unaingia kanisani, hapo usiseme ya kwamba umeokoka. Kwa sababu ukiokoka utaacha njia zako na kuenda katika njia ambazo Kristo anakuambia. Kama vile nilivyotoa ule mfano, yule mtu aliokoka kwa sababu ya nini? Alisikia kile ambacho aliambiwa na kuacha kile
alichokuwa nakifanya. Lakini pia kuna watu ambao labda walikuwa ni wachoyo. Baada ya kubatizwa anaendelea na huo uchoyo wake. Kuna mtu alikuwa ni muongo. Baada ya kubatizwa anaendelea na huo uongo wake. Huyo mtu hajaokoka. Wokovu ni mabadiliko. Pale ambapo ndani yako kuna kuwa mabadiliko, jina la Bwana litukuzwe. Tukisoma kwenye kitabu cha waraka wa pili wa Paulo kwa Wakorintho, sura ya 5 mstari wa 17, neno la Bwana linasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, ya kale yamepita, sasa yote yamekuwa mapya. Sasa tujiulize, mtu akiwa ndani ya Kristo, ya kale yamepita, ikimaanisha kama alikuwa mwizi, anapokuwa ndani ya Kristo, mtu huyo hawezi kuwa mwizi. Alikuwa muongo, anapokuwa ndani ya Kristo, mtu huyo hawezi kuwa muongo. Sasa katika siku ya leo, kuna watu ambao wanaingia makanisani lakini hawajawa ndani ya Kristo. Kwa sababu unapokuwa ndani ya Kristo, utakuwa uko chombo kipya. Utakuwa umekuwa mtu mwingine, utakuwa umebadilika. Ulikuwa ni muongo, hautakuwa na uongo tena. Ulikuwa mzinzi, hautakuwa na uzinzi tena. Sasa ni jambo la wewe kujiangalia. Je, bado uko ni yule mtu ambaye ulikuwa kipindi hujabatizwa, ama kuna mabadiliko yameshakuwa ndani yako? Kama kipindi ambacho ulikuwa hujabatizwa kuna vile vitu ambavyo ulikuwa navyo na kwa sasa hivi bado unavyo, ujue ya kwamba wewe bado hujaokoka, hujawa ndani ya Kristo. Lakini kama kipindi ambacho ulikuwa hujabatizwa, kipindi ambacho ulikuwa hujaanza kuingia kanisani, kuna vitu ambavyo ulikuwa unavifanya huko zamani, lakini kwa sasa hivi vitu hivyo huvifanyi tena, ujue ya kwamba wewe umeokoka. Niseme tunakushukuru ndugu yangu kwa sababu umekuwa pamoja nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa video hii. Mungu aendelee kukubariki. Nitakacho kuomba usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Nitakuomba ndugu yangu tuweze kuwa pamoja tena katika video nyingine. Kwa majina naitwa Nicole Katerina Kongolo. Ninakupenda sana. Amen.